andũ amwe cibũ. Ũrĩa no kana cukuru no kana wanafaa wapigwe sasa. Ukamweheria ndiramweheria. Ona kĩraherio ũkaimũthie na kũu harĩa mbere igũrũ ũinika. Ona kĩndaka hũrwo mũndũ. Vijana amejinyonga usiku kuja hapa asubuhi. Wanaosio mwana TV ni kwenda kumenya. Kile yenye na George ni yeye TV kile na Ona mungi. Ningine tu kwenda kuona muthigari ucio. Kinera mara ni tigane. Haya ni sawa. sasa waacha waone tunaenda. Alinipigia simu saa 4:22 hivi, akaniambia ameshikwa nikuja hapa. Nikamwambia ngoja nikuje kesho ndio unielezee. Alafu nikakuja hapa saa 2 hivi. Kukuja hapa polisi akanambia alipelekwa Kikuyu. Kwenda Kikuyu nikaambiwa hayuko. Alafu nikarudi tena hapa nikaambiwa niende kwa DCI. Kufika huko kwa DCI ndio alituambia aliaga na alifunga kwa jumper, ni jumper alifunga nayo kwa shingo hapo kwa simu. Alikamatio TV ati ni TV aliimba. Alafu mwenyewe alikuwa huko. Mwenyewe alikuja ndio amalize hiyo kesi kwa sababu aliona vitu zake. Mwenyewe ndio alipeleka polisi mpaka kwa Joji kwa boma yake. Mimi ni Peter Waweru. Na mimi kijana ameniita anko yake. Na niliambiwa alijongea kwa sel. Sasa hatukuambiwa ati kijana alijongea kwa sel. Asubuhi kukuja tulikuta yeye amepelekwa City Mortuary. Sasa sisi tunataka haki itendeke. Tulionyeshwa leo asubuhi ndio tumeonyeshwa mahali alijijongea. Tunajiuliza kwa nini walimchukua wakampeleka. Na mwingine hata akijihang'ia kwa miti, tunangojeaga watu yao wakuje waonyeshwe ndio atolewe hapo. Huyu wetu kwa nini alitolewa haraka hivyo? Anaitwa Njoroge George Kiragu Njoroge. Miaka 24. Jina ni James Forokamau, MCA Kikuyu Ward. Sisi tumehuzunika na kitendo kama hicho na tunaomba upelelezi ufanywe tujue kweli ni nini litendeka, kwa sababu familia na marafiki na hata sisi tunajiuliza maswali. Ikakuaje kijana amejinyonga kwa cell, na tunajua cell ya Maiheni holding, watu wakingoja kupelekwa police station Kikuyu. Tunajiuliza kwani alikuwa peke yake, mbona askari hawakusikia? Kwa hivyo kuna maswali, na ili familia iweze kupata amani tungeomba serikali ihakikishe ya kwamba wamewaambia ukweli, wamepeleleza na ukweli umejitokeza, na familia iambiwe kulienda aje ndio wapate haki. Tulipata ripoti kwamba kuna suspect mmoja ambaye alikuwa kwa lawful police custody, ambaye alikuwa ameshikwa kwa wizi ya television, na aliletwa hapo katika kituo hiki. Akiwa hapa
akajinyonga. Na kisa hicho tumeanzisha uchunguzi, tumepeana ripoti kwa asasi ya DCI na kile cha IPOA ili tuweze kushughulika kwa pamoja katika kupata kiini cha kifo ya huyu kijana. Ombi langu kwa familia na jamii hii ni kwamba visa hivi ya watu kujinyonga, suicide cases, imekuwa kero sana katika sehemu hii ya Kikuyu. Hasa inahusisha vijana wa kati ya miaka 20 na miaka 28. Tungeomba kwamba vijana wakiwa na shida lolote waweze kusema ili waweze kusaidiwa kuliko kuchukua maisha yao, jinsi ambavyo tumeshuhudia huyu kijana amefanya katika kituo hiki cha polisi. Kesi kama hiki ya suicide, huwa inquest file inafunguliwa, na tayari tumefungua inquest file. Tumeandikisha taarifa ya wale maafisa ambao walikuwa katika duty pamoja na familia yao, na pia mwili ambapo iko katika mortuary hivi sasa itafanyiwa postmortem kujua pia kiini cha kifo cha huyo kijana. So tunatoa kwamba wazazi, jamii wawe na subira wakati tunangojea conclusion ya investigation hii.